Machepe huyu. Karibu. Asante. Naona unafanya mapishi ya jioni, unayaandaa. Ndio napika na kupikia. Maana si unajua mapishi katika mahusiano yanaweza akachochea mapenzi. Ni kweli kabisa. Unajua mapishi yanachangia katika mahusiano. Hasa kama mimi fundi machepe, wewe napenda kula. Tuachane na hayo. Vipi leo umerudi mapema kutoka kibaruani? Nimerudi mapema kwa sababu sijisikii vizuri. Yaani mwili wangu kama mchungu hivi, viungo vyote vinaniuma. Kwa hiyo nimerudi mapema ili nipate kupumzika. Sasa hiyo itakuwa dalili ya homa. Hapo unabidi uende pharmacy ukapime na ununue dawa. Maana si unajua hiyo kazi yako ni ngumu, japo wewe unaiona nyepesi. Kuto kunyonga cheleani. Ashura, mimi siamini kama naumwa. Itakuwa mwili tu unahitaji kupumzika. Kuna dawa zipo ndani za maumivu nitameza, nitakaa sawa tu. Alafu Ashura, hayo mavazi uliyovaa hayo, suruali, mimi sipendi. Kwa nini sasa uyapendi? Suruali ni mavazi ya kiume. Wewe Ashura ni mtoto wa kike. Kwa nini unavaa suruali, mavazi ya kiume? Hivi mimi Machepe nikaamua nivae sketi au gauni nipite nalo barabarani, wewe utapenda? Hapana, sitopenda. Lakini Machepe, si unajua mimi mwanamke wako bado kijana Napenda kuvaa nguo za fashion. Za kwenda na wakati, kuvaa kama hivi suruali. Ashura, hizo fashion hizo au wanasema wenyewe kwenda na wakati unaweza kukawaponza. Leo fashion unasema suruali. Kesho unaona fashion suruali zimekatwa katika magoti huko. Na watu wanavaa suruali zimechanika. Mimi mwanzo nikasema labda suruali zimechanika watuletee mafundi tushone. Kumbe fashion. Lakini sasa hawa hizi fashion hazitoishia kuzichana tu suruali kwenye magoti. Watakuja siku moja fashion watachana suruali kwenye makalio. Hiyo wakichana kwenye makalio watu watembee uchi, wewe utavaa? Sawa fundi Machepe, nimeshakuelewa. Sitovaa tena suruali. Sije nikaikosa ndoa bure. Sawa, hapo sasa safi. Sasa mimi niko ndani basi napumzika. Sawa. Katika familia yetu tumezaliwa wengi, lakini tumebaki watatu tu, wengine wametangulia mbele za haki. Tumebaki mimi, Machepe, dada yangu Zuena na mdogo wetu Mabuga. Na yule Mawazo je, aloleta hapa nyumbani? Yule Mawazo ni mdogo wangu pia, lakini yeye ni mtoto wa babangu mkubwa. Na tumeishi naye hapa nyumbani kwa muda mrefu tu. Ila kwa sasa hivi amepanga hapa mtaani. Sasa kwa nini mmemruhusu akapange? Wakati mna nyumba tu kubwa ya urithi. Ni kweli kabisa nyumba ya urithi tunayo, lakini si unajua tena mambo ya urithi hapa nyumbani kama unavyoona, vyumba vyote hivyo tumegawana, kila mtu anakula kodi yake. Na vyumba vingine tunaishi wenyewe. Jamani fundi Machepe, mbona umeacha kucha zimekuwa kubwa hivi? Ashura, hayo ndo maisha ya ubachela. Ukiwa una mke, basi kucha hizo zinakuwa, wewe mwenyewe una habari, unapuyanga tu kama kuku. Sasa kwa nini tangia marehemu mke wako alipokufa hujaoa tena? Sijataka kuoa tena. Unajua maisha haya ya sasa hivi, jinsi wanawake tabia zao zilivyo. Yaani mimi nikijikuta nakata tamaa kabisa swala la ndoa. Unajua kwa sababu gani? Hawa wanawake wa leo tabia zao zilivyokuwa mbaya, yaani sawa sawa na mashetani. Wanawake ni mashetani? Unamaanisha nini unaposema hivyo? Unajua kule katika bustani ya Adeni, mwanamke alitumika na shetani kumdanganya Adamu, matokeo yake wakamkosea Mungu na wakashushwa hapa duniani. Sasa hapo nimekuelewa. Kwa hiyo unamaanisha sisi wanawake tupo karibu na shetani? Upo sahihi kabisa Ashura. Mwanamke yupo karibu na shetani. Na ili mipango yake ikamilike, shetani anamtumia mwanamke. Kwa hiyo mimi sasa nimeamua nikae nao mbali ili shetani asinishinde. Fundi Machepe bwana, kwani na mimi si mwanamke au? Ni kweli kabisa wewe ni mwanamke. Lakini nimeamua kuchagua wewe Ashura wangu. Naona uko tofauti kabisa na wanawake. Haya sawa, asante kwa kunisifia. Rogers,
Nimeitikia wito na kusikiliza. Sawa, umeitikia wito. Kwanza tunywe vinywaji, alafu tukimaliza tunaongea. Unakimbilia wapi sasa? Nakimbilia wapi? Mimi ni mke wa mtu Rogers. Alafu namheshimu sana mume wangu. Najua kabisa kwamba una mume, lakini kwani mke wangu aliwi? Analiwa kwa wengine, ila sio kwangu mimi. Mimi namheshimu mume wangu na nampenda pia. Ashura, unajua jambo hili mimi linanishangaza sana. Wewe bado ni kijana. Yule mzee wa nini? Unajua kwa jinsi ulivyo Ashura na hiyo shepu yako, unatakiwa uwe na vijana wenzako kama sisi, sio yule mzee. Unajua nini Rogers? Mashepe ndio riziki yangu. Na riziki inapoangukia miguuni huwa haipigi teki. Mimi nimekuelewa Ashura. Sasa umepata riziki nyingine ya kijana mwenzako kutoka kwa mimi Rogers mtaalamu. Naamini hautaweza kuita. Rogers, sawa nimekuelewa. Na kama utakuwa umejipanga, mimi sina neno. Hayo ndo maneno. Sasa tupige kinywaji huku tukipanga mikakati yetu. Madonna shoga yangu. Hapa ndo sehemu yangu ya biashara na hapa ndo nyumbani, naishi nyumba ya familia, nyumba ya urithi shoga. Nimepaona shoga yangu. Ila sinajua masuala ya kikundi. Mpaka na waje wakutembelee. Ila mimi peke yangu sina nguvu. Sawa, najua hauna nguvu. Lakini kama tulivyoongea hapo awali, mimi shida yangu mdhamini tu. Nipate mdhamini tu ili nipate kupata huo mkopo. Ila swala la mdhamini, ondoa shida. Mkopo umepata. Hapo ndo napenda shida yangu. Vipi, unamjua yule dada? Namjua, si Ashura Bojo yule? Ashura Bojo? Ashura Bojo anajulikana kutokana na mshepu wake yule. Unajua unamzungumzia ni mke wa mtu? Mke wa mtu? Kama nani? Kaona anambeba mtu mzima mwenye heshima zake, anaitwa Fundi Machepe. Ndio kamuoa ametulia sasa hivi. Ashura Bojo katulia. Labda kama mbaba mwenye heshima zake atakuwa kamloga. Tulia kwanza. Inaonekana unajua sana mambo mengi kuhusu Ashura. Aswa? Sawa. Ngoja kwanza nifunge frame yangu, alafu nikusindikiza hivyo nipe muda mzima. Sawa? Shoga yangu Aisha, kijola ndo hiki, ujola pambe. Kwenye shughuli yangu sitaki uniangushe. Uwanjani nataka nikuone. Sasa nimeiona shoga yangu. Kijola pambe? Kijola pambe shoga yangu. Sasa, kwani usiniachie ili nje nimuoneshe mwenzangu, afu jioni upitie pesa yako. Shoga yangu nikikuachia huko ninapozunguka wengine nitaonyesha nini? Ngoja nimpigie simu mdogo wangu atakuletea kijola. Sawa, asante. Wala usijali shoga yangu. Mbali na kijola nimekuja na umbea, nimekuja na unyunyu shoga yangu. Wewe tena Swaumu. Una shughuli ndogo. Haya, umbea gani huo? Kuhusu huyu Ashura Bojo. Ashura Bojo? Ashura Bojo gani? Ashura Bojo huyo unamjua wewe. Hapa mtaani kwenu aliolewa na Fundi Machepe. Namjua vizuri sana, si ana shepu kubwa hivi. Wewe mbona unamfahamu vizuri sana? Kafanyaje? Basi na hilo shepu lake kubwa ndo kamchukua la Azizi wangu nyonga mkaliaini. Makubwa. Ina maana tembea na Rogers? Ndo maana yake. Nimewafuma live wanatoka kwenye lile jumba la buibui. Makubwa. Ashura Bojo huyo una uzuri wote wale kwenda kuingizwa kwenye jumba la buibui. Mimi mwenyewe namshangaa Ashura Bojo. Alafu kwa taarifa yako Aisha, wake za watu wengi hapa mtaani kwenu wanaingizwa katika jumba la buibui. Alafu vijana wengi hapa mtaani kwenu ile guest ndo shamba lao la bibi. Sijui hata anaipendea nini. Nasikia ile guest bei rahisi shoga yangu. Show time sijui 2000, sijui 3000. Kwa hiyo watu wa Ukunguni, buibui wanaishi nao kibabe. Basi huyo mwali wenu Ashura Bojo ndo kaingizwa katika lile jumba la buibui. Na mimi nilivyowaona nataka kuleta matashtiti kidogo kama ndawivu. Lakini huyo Rogers nishamtoa moyoni kitambo. Shachana naye. Na kujua vizuri shoga yangu Swaumu. Kwako mtu akipita kama upepo, unatupa jongoo na mti wake. Habari ndio hiyo. Kwangu Rogers nishamtoa, nimetupa jongoo na mti wake. Tu, kwenda mwana kwenda. Halo! Halo ya
Shulabojo. Mapenzi kama daladala shoga yangu. Ukishuka mwenzio hanapanda. Na ukikaa mwenzako anasimama. Wacha we. Hey. Fundi machepe. Sasa Mama G, kitu gani kinacho kufanya ucheke namna hiyo? Unajua hapa ni kibaruani kwangu. Na saa hizi ni muda wa kazi. Na unajua kabisa mimi ni mtu wa kazi. Sipendi kabisa mambo ya utani utani. Siku 365 za mwaka mimi nazifanyia kazi kwelikweli. Na tupo katikati ya mwaka huu, siku zinayoyoma hizi. Unacheka cheka nini? Au umepata bwana mpya umekuja kunilingishia? Wala sijapata bwana mpya. Mimi nilikwambia yule unaoa yule shida, umeingia cha kike ndugu yangu. Ona sasa unapata aibu. Unapata aibu gani? Kwanza yule mimi ni mke wangu Ashura. Aibu yake, aibu yangu. Mimi niko tayari kwa chochote kile. Alafu Mama G, mimi nimeshajua. Yaani wewe kinachokuuma roho ni kwa sababu unakosa zile bukumbili zangu ambazo ulikuwa unaniuzia chakula kila siku. Hicho hasa ndio kinachokufanya wewe uwe na mtima nyongo na hilo mbaya na uivu wako. Una kitu kingine? Wala sina uivu wote. Kwanza unajua mke wako anaitwa nani? Mke wangu anaitwa nani? Si Ashura jina lake? Anaitwa Ashura Bojo. Ashura Bojo? Hivi unajua maana Ashura Bojo? Sijui maana yake nini sasa. Bojo ni lembe laiva sana. Kilibonyeza ni bojo, bojo, bojo. Bojo ni lile shape la mke wako ile. Ndio maana watu wanamuita Ashura Bojo. Asa, kama Bojo ndo maana yake hiyo, ina maana hapo nyinyi mmemsifia Mama G. Wewe na hao wanawake wenzako mnamsifia mke wangu kwa sababu shepu lake kubwa. Na hamna mtu mwenye shepu kama lile. Nyinyi wote vimbaumbao mmepigwa pasi. Mama G, unalo shepu kama lile? Unalo? Unajua maisha haya tunaoishi ya Uswahilini, watu tunachunguzana sana. Hivi unavyoona kila mtu ana jina lake la utani. Lakini tu wewe unakuwa ulijuu. Ukipita hivi barabarani kibarazani unasikia wanawake wanacheka hehehe. Cheusi huyo. Bonjolo. Kumbe unaambiwa wewe. Lakini wewe kwa vile hujui, wao wanaendelea na maisha yao. Kwa hiyo mimi sioni shida nyinyi kumuita huyo Bojo, Ashura Bojo, sijui Bojo. Hilo jina la utani tu mmempatia, si ndio? Hilo jina hata tujampa sisi. Ametoka na huko alipotoka. Kwanza unajua kwa nini siku ile alikuwa anakimbizwa anaitwa mwizi? Wale walikuwa wanamkimbiza siku zile, si walikuwa wanamuitia mwizi, lakini hakuiba mke wangu. Hakuiba kitu chochote. Ila tu anasema ni shida tu za dunia, wakawa wanamkimbiza na mimi sijui kitu gani kilikuwa kinaendelea bado. Kuna kitu aliwafanyia wale wanawake, ndio maana alikuwa na hasira nao. Aliwafanyia kitu gani? Shoga yangu Madonna, ile harusi ya juzi kama ulikuwepo. Yaani ukuwepo lakini malaika wako walikuwepo. Ninavyokuambia shughuli ilikuwepo pambe, shughuli ilipamba moto ilikuwepo hivi. Shughuli ya nani tena? Mbona mtaa wetu kwa shughuli? Watu awali ila enda kununulia vijola. Wewe unafikiri itakuwa shughuli ya nani kama sio shughuli ya Mama Chogo? Yaani ilikuwepo ya moto, shughuli ilikuwepo imenoga ninavyokuambia. Shughuli ilikuwepo pambe shoga yangu. Yaani wewe tu ndio ulikosekana. Ninavyomjua Mama Chogo, naona balaa lake lilikuwa sio la kawaida. Watu walijua kusaula, watu walijua kutunzana, watu walijua kumwagalazi. Shoga yangu hapo kwenye kumwagalazi. Watu walijua kumwagalazi, watu walijua kujiachia. Na yule Mwajumanipe kataka kupigana na mke mwenzake, nakwambia ngumi mkononi shoga yangu. Fanya kama unaona. Yaani mimi nilikuwa pembeni naangalia mchezo wote mwanzo mwisho. Wewe Mwajumanipe anamweza ule mke mwenzake. Wewe unamuonaje ule dada? Alivyojazia juu, tazana ni wa chuma. Na walivyokuwa kama Zena na Betina, basi pambe tu. Na vituko wewe. Matajiri zangu hao. Habari za saa hizi? Salama tajiri, karibu. Asante. Naona hapo mnachambua dagaa. Je, ningekuja na biashara yangu ningeuza kweli? Ungeuza shoga yangu. Mtu hapa unapika dagaa, hapa pembeni kuna mchicha, kuna spinach. Hizi mboga sio lazima mpaka uandikiwe na daktari. Kweli kabisa tajiri yangu Swaumu. Mboga nazo zina umuhimu wake, zinasaidia kuongeza damu. Kulikoni shoga yangu leo beseni tupu, umekuja na mtoto? Tajiri yangu wewe acha tu. Nimeamka hapa mwanangu anaumwa. Nilikuwa na kiakiba kidogo iko nacho kimeisha. Yaani hapa hata sielewi nafanyaje. Mwenzangu pole shoga yangu. Huo kweli mtihani. Sasa utafanyaje? Yaani hapa tajiri yangu Swaumu, ninachokuomba kitu kimoja.
nataka nikuachie huyu mwanangu, nikazunguke huko kwenye maduka ya madawa, nikajaribu bahati yangu. Atakaye nielewa apate kunikopesha. Jamani, maisha haya magumu. Sasa kwa duka la madawa utakuelewa kweli tajiri yangu? Sasa nitafanyaje matajiri zangu? Atakaye nielewa haya, na usiponielewa basi. Tajiri yangu kuhusu yule mtoto, wewe mwache hapa, weka zunguke kwenye maduka ya madawa, ukija hapo utamkuta. Asante sana tajiri yangu Saumu. Madonna shoga yangu, siku ya pili leo mimi Saumu mbona amenikuta tena, amenikuta makubwa so madogo. Ni heri hata ule mtoto nilivyopewa ningemkataa pale pale. Usingeweza kukataa shogangu Saumu kwa sababu kujua, ila Waswahili wanasema wema usizidi uwezo. Ni kweli shoga yangu Madonna, wema usizidi uwezo. Mjini hapa hakuna kuaminiana. Ndio hivyo, mjini hapa watu waaminiki shoga yangu. Yaani mwanao mwenyewe wa kumzaa unaenda kumbwaga kwa mtu. Kisa tu unamuuzia matembele na mchicha. Lakini mimi siamini moja kwa moja kwamba Ashura akamwacha mtoto kwa makusudi. Inaweza ikawa akapata matatizo. Matatizo gani? Hivi yule tajiri wako unamuonaje? Yule mweu tu. Kashindwa kulia mtoto kamoja kubwagia. Madonna shoga yangu, mimi siamini hilo. Inaweza ikawa kaenda maduka ya madawa ameshindwa kumuelewa. Maana kaenda yeye na cheti chake mkononi bila mtoto. Wameshindwa kumuelewa, katoka huko kachanganyikiwa, kapita barabarani kagongwa na gari. Huwezi jua shoga yangu. Ile unalosema neno shoga yangu. Kweli huyo mtu inawezekana akapata na matatizo. Ila sasa inabidi ukaripoti kituo cha polisi. Rafiki yangu unaosema uko sahihi. Ila sasa hapa hatutaki kuanzia kituo cha polisi. Tunatakiwa moja kwa moja tuende serikali za mitaa. Inawezekana mtoto huko anatafutwa, kamuiba huko mtoto kaja kuniangushia mimi ilizigo. Sasa hatuna muda wa kupoteza. Jiandae mchukue mtoto, twende tukaripoti serikali za mitaa. Asante shoga yangu kwa ushirikiano wako. Ngoja nikajiandae. Ulikuwa unakimbia unaenda wapi? Sasa nilikuwa nakimbia na tajiri zangu. Mwanzo nilipata matatizo. Matatizo? Matatizo gani? Ungekuwa na matatizo ungekuja nyumbani kuniambia. Umenifanya mimi usigeli wako. Umenifanya mimi yaya wako kuja kuniachia mwanao. Kwanza vipi matajiri zangu? Mwanangu anaendeleaje? Mnafiki mkubwa. Hivi dada umeingia leba wewe? Unajua uchungu wa mtoto wewe? Eti mwanangu anaendeleaje? Mnafiki mkubwa wewe. Sasa shoga nikwambie. Wewe si una uchungu wa mtoto. Sasa mguu wangu, mguu wako. Tunaenda nyumbani kumchukua mtoto, tunaenda kituoni na Arabi yako. Mambo situngeamaliza tu, mnipe mwanangu, niende nyumbani. Hatuna haja kupoteza muda, kwa mkamate. Huyo ndio Ashura, mke wa fundi machepe. Akili zake anazijua mwenyewe, zinaingia na kutoka. Mama G, ina maana Ashura alimwacha mtoto wake kwa wateja wake kweli? Alimwacha kwa muda gani? Alimwacha kwa muda mrefu tu. Na taarifa zilikuwa polisi tayari. Na ndio maana siku ile walivyomuona walimkimbiza kwa hasira na wangemkamata. Angekuwa polisi sasa hivi. Sasa ilikuwaje? Manake mtoto wake alikuwa yupo kwa mjomba mimi nilipokutana naye. Na hata hivi tunavyoongea mtoto yupo kwa mjomba wake. Baadaye alirudi kumchukua mtoto wake. Na kwa kuwa taarifa zilianzia serikali za mtaa, walimuonea huruma tu kwa kumwacha mtoto wake na mtoto. Sasa nimeshapata picha Mama G. Huyu Ashura hawezi kulea watoto. Na ndio maana tulipooana mjomba wake aligoma kabisa yule mtoto kuondoka naye. Kwako tena fundi machepe. Nichia kutisha yote. Wewe unaamua kumchagua muuza matunda kwa macha mantilie. Huyo ndo Ashura Bojo. Na usipokuwa makini mwaka huu hizo ombi zitaongezeka hizi. Ndio kwenye shughuli zangu mimi. Kweli hapa kazi ni. Nisikia ile wanaume tumeumbwa mateso, mateso kuhangaika. Ndio hii sasa. Ashura Bojo. Kazi ninayo kweli kweli. Bora nimeingia chuo cha kike. Fundi machepe. Karibu nyumbani kwetu. Asante sana Aisha, nimekaribia. Mama yako Bi Adiuza yuko wapi? Kwa sababu sitaki nikae sana hapa.
Nataka nimalizane naye nirudi kibaruani kwangu. Sasa fundi Machepe, nimekupigia mimi simu na mwezi mamangu pia juzi. Nini tena? Aisha, mimi nimeshazoea nikipigiwa simu hapa kwenu basi kuna tenda ya nguo. Maanake wale wadogo zako wale wanahitaji niwachukue vipimo, niwashonee nusu kanzu. Zile panjabi zile kwa ajili ya maulidi. Hapa hakuna hata tenda ya nguo mwenzangu fundi Machepe. Nimekuita mimi nina jambo, tena linakuhusu wewe mwenyewe. Kuna jambo linanihusu mimi? Ndio. Aisha, sasa hilo jambo gani? Jambo hilo fundi Machepe linahitaji uwe na kifua. Tena sio kifua chenye garden love, nazungumzia kifua cha kuhifadhi maneno. Jambo hilo linamhusu mke wako na jumba la buibui. Halo! Linamhusu mke wangu na jumba la buibui? Jumba la buibui maana yake nini? Jumba la buibui ni guest ya fundi Machepe. Tena ipo hapa mtaani kwetu. Hiyo guest sifa yake ina mitandabui kama yote. Mikunguni baba ndo usiseme. Sasa kama hilo guest lina mibuibui na mikunguni, linahusiana nini na mke wangu? Linahusiana nini Aisha katika maisha yangu? Fundi Machepe babu jinga ina machini mali yako inaliwa. Jumba la buibui ni maarufu kwa kuingiza wake za watu. Na mke wako Ashura ameonekana atoka kwenye jumba la buibui. Kwa hiyo unamaanisha nini Aisha? Ina maana mke wangu anatoka guest, si ndio? Habari ndio hiyo. Ndio ameonekana anatoka kwenye jumba la buibui. Sasa hiyo guest haina baa? Baa tu. Baa inayo. Kwa hiyo nataka kusema nini? Inawezekana kwamba mke wangu labda aliingia baa kununua maji au kununua soda, manake pombe hani. Fundi Machepe ameonekana anatoka guest na mwanaume. Sasa maneno ndio hayo. Utaamua mwenyewe kusuka ama kunyoa. Asante kwa taarifa. Fundi Machepe! Braza Machepe, mimi nimeamka asubuhi nataka kuwahi kibaruani. Kwa hiyo naomba uniambie haraka ulichoniitia ili niende kibaruani. Nisikilize Mabuga. Kama swala la kuwahi kibaruani, hata mimi pia vile nina kibarua changu na nataka kuwahi kibaruani. Usizarau kazi yangu ya charani. Ndio kazi ambayo inaniingizia kipato na ndio kazi ambayo inanipa kula. Sijui unanielewa vizuri? Mimi sijazarau kibarua chako Braza Machepe. Ila funguka ili kila mtu aende kibaruani kwake. Tuyafanye yawe mafupi. Swala ni kuhusu huyu kijana. Kijana ambaye umempa hifadhi hapa chumbani kwako. Wenyewe mnaita sijui ghetto, umempa hifadhi kwenye ghetto lako. Unaona? Mnaanza kunifatafata. Wewe na dada Zuena mnanifatafata. Mimi nimewaachia nyumba kubwa, vyumba vya ndani, ila bado mnanifatafata. Braza Machepe, mimi niko huku, vyumba vya uani, bado mnanifatafata. Tatizo nini? Mdogo wangu Mabuga, udugu wetu unaenda kuvunjika kwa sababu ya huyu kijana. Huyu ni kidudu mtu. Huyu anataka kuniharibia ndoa yangu. Anataka kuharibia ndoa? Una maana gani? Nisikilize vizuri mdogo wangu Mabuga. Mtu anaweza kukunyima chakula, lakini hakunyimi maneno. Kuna tetesi za uhakika. Huyu kijana anatembea na mke wangu Ashura. Kama atakuwa anafanya hivyo, anafanya makosa makubwa sana. Lakini Braza Machepe, hizi ni tetesi tu. Una uhakika? Nina uhakika. Hizi ni tetesi za uhakika. Sasa, unapoona panafuka moshi, mdogo wangu Mabuga, tarajia moto wakati wowote utalipuka. Asante sana, kila mtu awahi kwenye kibarua chake. Asubuhi njema. Huyu Rogers huyu kayatibua. Yaani mtu unampa hifadhi, yeye anaharibu. Unamsaidia mtu pa kulala. Vijana hawa hawafai kabisa. Unajua Rogers, katika mapenzi yetu mpaka sasa hivi, mimi ushaniharibia ndoa. Nimekuharibia ndoa? Sijakuelewa vizuri, unamaanisha nini Ashura? Kila kitu ninachokifanya mtaani kiko wazi. Yaani kwa kifupi, nazalilika. Pole sana mpenzi wangu Ashura. Hata mimi sipendi haya yatokee. Ila kwa upande wangu mambo hayajakaa sawa bado. Kila siku mambo yako hayajakaa sawa Rogers. Mpaka lini? Mimi nazalilika. Kila ninapopita mtaani, mkiwa Machepe yule anatembea na Rogers. Mkiwa Machepe yule anatembea na Rogers. Wewe uone aibu? Tafadhali Ashura, naomba univumilie ndani ya siku 2-3 hizi. Kuna pesa nitaipata, alafu nitaenda kupanga chumba na sebule Manzese. Ukifanya hivyo utakuwa umenikomboa. Rogers, kwani upendi mimi nikawa wako moja kwa moja? Hiyo ndio ndoto yangu ya kila siku Ashura.
nafikiri na wewe unanijua hiyo. Cha msingi naomba niombee kwa Mungu mipango yangu ikae sawa. Sawa mpenzi wangu Rogers, nakuombea kwa Mungu na iwe heri. Ashura. Wewe Ashura. Wewe Ashura. Nini bwana wewe? Ulikuwa unasemaje? Huo shetani wako, ufezuli wako na ujalana nilishaufanyaga mwenzio kitambo hiko. Na ndio maana naitwa Zuena kweli. Dada Zuena. Hivi unajua kwamba muda ni mali kwangu? Ulikuwa unasemaje? Mimi nakupotezea muda. Sasa kwa taarifa yako, matendo yote unayofanya mtaani, mimi yote ninayo hapa kifuani. Mwanamke shetani wewe mjalana. Hivi wako uzuri wako wote kuingizwa jumba la buibui? Dada, ujue mimi maneno yenu ya Kiswahili siyajui. Ile jumba la buibui ndio jumba yenu una maana gani? Jumba la buibui ni guest, tena bei rahisi hapa mtaani. Mwanamke mchafu, una hata aibu. Unamsaliti mume wako na kuingia guest hapa mtaani. Una haya wewe mjalana. Watu wazimanyie vijuso vimewakauka, mnakauka vibarazani kunisema mimi. Ndio nishamsaliti mume wangu, ulikuwa unatakaje? Mwanamke mshenzi kweli wewe. Mimi na kaka yangu kweli tumepotea njia. Kweli hatukuangalia upande wa pili wa shilingi. Talaka nitaisimamia na utaachika, utaondoka humu ndani. Talaka nitainunua mwenyewe na utaondoka humu ndani. Unamtishia mtu mzima paka? Hiyo talaka sasa nikwambie mimi ndio nilikuwa naitaka. Sema huyo kaka yako ndio hataki kunipa talaka. Nitaisimamia mimi, hiyo talaka ataitoa. Sio kwa aibu uliotutia hapa mtaani. Asante sana dada. Yaani kama hiyo talaka utainunua, yaani utakuwa umenikosha kweli. Maana nimechoka, mwanaume mwenyewe mvi mama, midevu. Nimechoka kufua swali za vitambaa. Nataka nikafue swali za jinsi na vimodo. Ndio anapokudanganya wa mjinga mwenzio. Yeye mwenyewe hapa kulala hana, anastiliwa na mdogo wetu Mabuga humu ndani. Unajidanganya tu dada. Rogers anapenda kukaa maisha ya ghetto. Si mnipe talaka yangu afu muone kama sitaondoka hapa. Ashura huyu. Kweli Ashura kabadilika. Nimeamini kweli binadamu hatukawi kugeuka. Najuta kwa nini nimemponza kaka yangu. Wewe Mwenyezi Mungu, naomba unisamee kwa hili nilolifanya. Wifi yangu huko ulikolala pia naomba unisamee. Mabuga. Kaka Machepe, habari za saa hizi? Salama tu mdogo wangu Mabuga. Vipi leo hujaenda kibaruani? Leo unajua leo Jumamosi, leo weekend. Inabidi nifanye mambo, nifufue nini ili Jumatatu nikienda kazini niende nikiwa msafi. Maskini bwana. Yaani maskini ni rahisi kweli kulizika. Mdogo wangu Mabuga, siku kama hizi za weekend ndio siku ambazo za kupiga hela, kwa sababu watu wengi wanaenda kufanya shopping. Sasa siku kama leo unalala nyumbani. Haya, shetani wako hataki pesa nini? Sio kwamba shetani wangu hataki hela. Hela hazina mwisho. Unaweza ukatafuta hela ukafa mpaka ukaziacha. Uko sahihi, ni lazima wakati mwingine pia upumzishe mwili. Sasa nimekuja hapa ili tuweze kuzungumza. Swala ni lile kuhusu huyu rafiki yako Rogers. Rogers tena? Mbona nimeshaongea naye na nimeshamueleza, tumeshakubaliana. Huo umeongea naye, huo umemueleza Mabuga, hiyo mimi sitaki. Lakini mueleze. Mchezo na mke wangu. Nitakachomfanyia watu wasije kunipa lawama. Kwa nataka kumfanyia kitu gani? Na hizo lawama lazima uzibebe. Na Rogers yuko chini yangu na kaa naye. Sasa kama yuko mikononi mwako, mwambie aachane na mke wangu. Nitakachomfanyia hapa mtaani kote hapa watanilaumu. Hapa mtaani kote nitaonekana mimi mnyama. Shauri yako.
kumekucha. Hapa Rogers geto kwangu pamemshinda. Aisha, asante sana kwa kunipa mihogo ya kukaanga. Lakini sasa umenipa mihogo ya kukaanga na hii ni biashara. Upate hasara? Hasara gani fundi Machepe? Kwa hiyo mihogo ya 500 tu nipate hasara? Wala sipate hasara, wewe kula tu. Maana yeye ni rafiki yangu wa karibu sana. Yaani ukweli mimi mihogo ya kukaanga naipenda sana. Tena hii unaweza ukala asubuhi ukashiba vizuri. Basi wewe mchana unaupitisha. Kazi yako ni kunywa maji tu. Nakujua vizuri fundi Machepe. Ulikuwa mteja wangu mzuri tu, lakini sasa hivi umenitupa. Vilikuwa vinakuja vikontena hapa. Cha fundi Machepe hicho. Lakini sasa hivi nakula wali kwa maji mchana. Sijakutupa tajiri yangu. Si unajua wakati mwingine tena unabadilisha ladha ya vyakula. Sababu kila siku mihogo wakati mwingine inachosha. Ni kweli kabisa fundi Machepe. Kula chakula cha aina moja kila siku kinachosha. Haya niambie. Umenipigia simu, umesema leo kuna taarifa mpya. Taarifa gani? Mwenzangu fundi Machepe. Habari zinazosambaa hapa mtaani kwamba mke wako amejipanga kuhama. Kuhama? Asa atahama kwenda wapi? Wakati yeye ni mke wa mtu. Ndio ni mke wa mtu. Lakini atadai talaka kilazima na ataondoka na bwana wake Rogers. Sasa huyo Rogers wataenda naye wapi? Wakati kwa kukaa hana, uwezo wenyewe hana. Hapa alipo anakaa pale nyumbani kwa mdogo wangu Mabuga. Hilo mimi sijui fundi Machepe. Lakini kwa jinsi mke wako anavyojigamba kwamba wanaenda kupanga manzesi tena kwenye chumba na sebule. Chumba na sebule mchezo? Aisha, maisha ya Dar es Salaam yalivyokuwa magumu, chumba na sebule mchezo? Yaani mtu chumba cha kupanga kimoja hana, anamdanganya mwenzie kwamba wanaenda kuishi chumba na sebule. Mimi yangu macho tutayaona Aisha. Huyu mwanamke mwenzenu anadanganyika. Sasa ukitaka kumkomoa fundi Machepe, usimpe talaka tuone atafanya nini. Mimi sio mwanamume wa hivyo Aisha. Mimi fundi Machepe. Ukiniomba talaka, basi iko mgongoni kwako inapita. Unajua ndoa hii Aisha, mimi sikuitaka. Yeye mwenyewe Ashura ndio alilazimisha. Sasa akiomba talaka, mimi mchana kweupe nitampa talaka yake. Kwa vishindo anavyofanya mke wako hapa mtaani, yani ardhi yote inatetemeka. Hilo mimi nalijua vizuri Aisha. Unajua wanawake ni shetani. Unaona hata kule kwenye bustani ya Eden, mwanamke alishaishiwa na nyoka. Nyoka ndio huyo shetani huyo. Kwa hiyo hata huyu mke wangu shetani ameshamuingia. Sasa shetani akikuingia, akikuongoza, ukishaingia kwenye mkenge, anakuacha unabaki na majuto. Na majuto siku zote huwa mjukuu. Na huyo shetani akija kumwacha, sijui hata itakuwaje. Haya sawa fundi Machepe. Si atumache kutizama. Maana mapenzi kama siti ya daladala. Ukishuka mwenzako anapanda, ukinyanyuka mwenzako anakaa. Alo ya Shula Bojo. Ndio maneno yenu hayo Aisha. Maneno ya vibarazani. Mmekaa mnasukana, mkipita mnatucheka. Halo. Sisi hatujui chochote kinachoendelea. Unajua bwana Machepe, katika maisha ya ndoa, mke na mume ndiye kiongozi. Ni kweli kabisa mjomba. Mimi nalijua hilo. Na ndio maana tulipopata changamoto hii, nikaona nije kukuona wewe kwa sababu wewe ndio mjomba wake. Kweli kabisa. Upo sahihi kukimbilia kwangu. Mimi ndiye mzazi. Lakini unakumbuka kauli yangu ya mwanzo? Hapana mjomba. Sikumbuki. Uliniambia nini? Tokea awali nilikuambia umeshapima ndoa na binti yangu. Kupima ndoa. Hilo ni kweli mjomba. Uliniambia. Ulijibu nini? Nilikujibu kwamba mimi na mwenzangu tumeshapima ndoa kwa maana tunajuana tabia. Hayo ni makosa yako wewe mwenyewe bwana Machepe. Mimi kwangu umefuata nini? Mimi nimekuja kwako kwa sababu wewe ni mzazi. Kwa sababu Ashura mke wangu sasa hivi amebadilika. Tabia anazonionyesha ni tofauti kabisa. Hapo mwanzo hajanionyesha tabia hizi. Bwana Machepe, Ashura binti yangu ni mke wako. Umekosea mwenyewe kwa mwanamke mwenye tabia mbaya. Sasa huu ni msalaba wako. Inabidi ufike nao mwenyewe Golgotha. Mimi najua kabisa kama huu ni msalaba wangu na nitafuta nao Golgotha. Labda mimi kweli nimekosea.
wa kumwoa mwanamke mwenye tabia mbaya. Lakini wewe kama mjomba, kama mzazi, mimi nilitegemea labda utasema ngoja nimwite ili useme naye, labda anaweza kubadilisha tabia akakusikia wewe. Bwana Machepe, yule ni mtoto wa dada yangu, na dada yangu ameshafariki. Waswahili wanasema samaki mkunje angali mbichi, akishakauka atavunjika. Yule Ashura amekuja nyumbani kwangu, amechukua jitu zima. Nitafundisha nini tabia? Unajua, sasa ndo nimekuelewa mjomba Kisimba. Wewe inaelekea unakwepa majukumu yako wewe kuyataki, na hili swala la ndoa yetu ni jukumu lako pia, lakini umeamua kutokunionyesha ushirikiano. Sawa, hakuna neno, na ndio maana nyumba hii yote umepangisha na utaki kabisa mtu afikie hapa nyumbani kwako. Bwana Machepe, vyovyote utakavyosema sawa, mimi siogopi lawama. Kwani lawama ni mzigo? Useme mimi nitaubeba kichwani? Ni kweli kabisa, lawama si mzigo. Nimekuelewa mjomba Kifimbo. Asante sana. Asante na wewe. Hiyo ni bahari yako. Maji hayo mimi niogelee. Unaogopa mawimbi? Pambana mjomba, pambana. Pambana. Ulioondoka umeniacha nalia na majonzi, umekwenda kuishi mbali nami, jina wa mama. Sipati usingizi nikikumbuka. Jamani, haya ni macho yangu au naota? Si Ashura huyu? Hata uoti fundi Machepe mume wangu. Ni mimi huyo Ashura. Wewe, hebu ishia hapo hapo. Usinite kabisa mimi mume wako. Labda useme aliyekuwa mume wako. Mimi na wewe Ashura tulioana na tukaachana. Kila mtu anaishi kivyake. Mimi sio mume wako. Hebu muogope Mungu wako fundi Machepe mume wangu. Usahau yaliyopita, gange yajayo. Nimekuja hapa kuomba msamaha. Msamaha? Ashura, msamaha hakuna. Umenielewa vizuri? Yaani kwa jinsi matendo ulionitendea, yale yote ulionifanyia yamebaki simulizi hapa mtaani. Kila ninapopita watu wananinoshea vidole na mimi wananisonda kwa vidole. Fundi Machepe huyo. Fundi Machepe aliyekuwa mume wake huyo Ashura Bojo. Unataka niweke wapi aibu yangu? Niweke wapi sura yangu? Msamaha hakuna. Sasa kama msamaha hakuna, mimi nitaenda wapi Machepe mume wangu? Kule kwa mjomba hataki hata kuniona. Wewe mweu kweli kweli. Sasa kama mjomba wako hataki kukuona, umekuja kwangu, mimi nani? Baba yako mdogo? Mimi baba yako mdogo na kuuliza. Si uende kwa yule mwanamume aliyokudanganya yule Rogers. Umeondoka hapa kwa aibu, unanitia aibu. Mimi nimechoka kufua suruali za vitambaa, nataka nikafue majinzi, nataka nikafue vimodo. Kwanza mtu mwenyewe wewe una kipira wewe, una midevu, sijui midevu yako ina mvi. Sasa kitu gani kinachokufanya uje kwangu? Ondoka, sitaki kukuona. Umenielewa wewe? Siwezi kwenda kwa Rogers fundi Machepe. Rogers ni muuni, ana wanawake wengi. Wanawake zake ni vimodo. Eti ananiita mimi mzee. Anataka tu wanawake wembamba. Kisa mimi nimezaa. Sasa huyo si ndio mwanamume wako uliomchagua? Yaani wewe kwa akili uliokuwa nayo, huyo Rogers ndio mwanamume uliomchagua. Na hayo maisha unayoyapitia sasa hivi ndio maisha ambayo wewe umeyachagua. Mimi nina maisha yangu, ndio maana tokea mwanzo nilikwambia Ashura, mimi achana na maisha yangu, niachie niishi mwenyewe peke yangu. Angalia sasa, umeniingiza katika dimbwi la mapenzi, matokeo yake umeitaka ndoa umeitaka kwa pupa tu. Umeshindwa kuishi nayo. Kwa huyo Rogers huyo ndio mwanamume wako uliyemchagua. Sasa kama unitaki mimi nitaenda wapi? Fundi Machepe mume wangu. Ndio maana nimekuja hapa nikuombe msamaha.
ili aishe mume wangu, turudi kama zamani. Maana alionikuta kwa Rogers sitaki hata kuyakumbuka. Utaki hata kuyakumbuka? Ashura, yanatakiwa yakuumize. Uumie kama mimi nilivyoumia wakati unaniacha. Yamekukuta yapi? Rogers sio mwanaume. Rogers ni mnyama. Naitwa Rose. Ni mwanafunzi NIT mwaka wa 2. Nimefurahi kufahamu Rose. Karibu. Oh, asante. Nimehangaika sana mpaka kufika hapa. Lakini na imani nimefika sehemu sahihi. Ndiyo, hapa ndo nyumbani kwa Rogers. Maarufu huko mtaani wanamuita mtaalamu. Karibu. Kwa hiyo dadangu, hapa Roger amepanga chumba na sebule? Ndiyo, amepanga chumba na sebule. Kwani vipi dada? Hapana, nilitaka tu kujua. Na sijui unaweza kujua amelipia shilingi ngapi? Siwezi kujua dadangu. Maana hayo ni mambo yake ya ndani. Samahani dadangu. Kwani wewe na Rogers mkoje? Rogers ni mtu wangu. Tena tunapika na kupakua. Kwani vipi dada? Mbona unaniuliza hivyo? Rogers amenifanyia mimi hivi. Wewe dada vipi? Kwani Rogers kakufanyia nini? Rogers. Asante sana dada. Inatosha. Nishajua ukweli. We dada. Kwani huyu Rogers amemfanyia nini dada ya watu? Rafiki yangu Mabuga, mimi nipo nyumbani kwako hapa. Nimekuja na mpenzi wangu Rose hapa. Tunaomba tusaidie jambo hili. Nikusaidie nini rafiki yangu Rogers? Umri uliokuwa nao umeshinda kujitambua ukabadilika? Huyu rafiki yako hawezi kubadilika. Huyu ni mkware. Na tabia zake ni kama ngozi tu ya mwili. Kwa hiyo hawezi kubadilika huyu. Mpenzi wangu Rose, hata ngozi huwa inabadilika. Na mimi nipo tayari kubadilika. Naomba nisikilize. Siwezi kukusikiliza. Niko hapa kwa heshima ya Mabuga. Alinipigia simu na sio wewe. Sawa Rose, mimi nimekuelewa. Kama utaki kunisikiliza mimi, basi msikilize rafiki yangu Mabuga. Sijui nianzie wapi katika hili jambo lenu. Kwa kifupi, Rose, naomba tusamehe. Mimi niko tayari kumsamehe, lakini amekuambia kilichotokea? Hajaniambia kila kitu, ila kaniambia tu kidogo tu. Kwa kifupi kwamba umemfumania. Sio tu nimemfumania shemeji. Mimi nimepewa hela ya kwenda kulipia chuo, hostel. Nimempa Rogers akapange chumba na sebule. Kumbe kaenda kumkaribisha jimama. Kila siku nikitaka kwenda nyumbani kwake, ananirusharusha. Mara leo nimesafiri, mara leo nipo huku. Kwa mimi nikaamua kufanya uchunguzi ndipo nilipomfumania. Mabuga rafiki yangu, anayosema Rose yote ni ya kweli. Hakuna uongo hata mmoja. Haya kweli mazito. Sasa katika haya matatizo yenu, nyie mnaamua nini? Nilichoamua mimi ni kubadilika. Kwa sababu nimetambua makosa yangu. Naomba nisamehe. Umesikia Rose? Je, uko tayari kumsamehe? Mimi niko tayari kumsamehe, lakini tunatoka hapa mguu wangu mguu wake. Akalitoa hilo lijimama lake. Na mimi chumba changu ni kifaidi. Niwe naenda muda wote ninaojisikia. Mabuga, hilo kwangu halina neno. Niko tayari twende hata sasa hivi. Basi jambo hili limeisha, nendeni mkatekeleze. Asante sana Mabuga. Rogers abadiliki. Kacha mdanganya mke wa mtu, leo anamdanganya mwanafunzi wa chuo. Rogers, mbona hii picha sielewi? Ndio nini kuongozana na huyu paka? We, mimi sio paka, nitakuchakaza. Subutu. Unadanganyika na umwili wa unene. Mimi ni mwepesi kama ubua. Na mimi usinione mwembamba. Huu mwembamba wa leli lakini treni inapita. Rose mpenzi wangu, hili jambo sio la kutumia nguvu kiivo. Tunalimaliza kwa wepesi tu. Ashura, nakuomba mamangu, inuka uingie ndani. Ukusanye kile unachojua ni cha kwako. Alafu uondoke. Unasemaje Rogers? Umechanganyikiwa nini? Yaani mbona kama sijakuelewa? Kitu gani usichoelewa? Mbona nimetumia lugha ya taifa, Kiswahili kinachoeleweka. Hapo sijatumia lugha ya kabila langu. Nasema uondoke. Unasemaje Rogers? Yaani unaniambia niondoke? Akati umeniatisha kwa mume wangu. Leo hii unaniambia niondoke kwa ajili ya huyu mbwa? Mimi sio mbwa. Na tena unatakiwa hujue kwamba hapa mimi ndio niliyetoa pesa yangu niliyopewa na wazazi wangu nikalipia ada chuo huko hostel.
ndo akapanga hichi chumba na sebule. Kwa hiyo mama, fanya uondoke. Labda nikwambie jambo moja ambalo wewe ulijui. Unaona huo muonekano wangu? Mpaka ikafikia hatua ukanipenda, napendeza kwa sababu ya huyu ndo sponsor wangu, huyu ndo ananiweka mjini. Kwa hiyo huyu ndo mwenye nguvu, huyu ndo mwenye chumba chake na sebule. Mama, uliomba talaka nginja nginja, bibi fanya uende. We mama vipi? Wewe si mtu mzima wewe. Wewe una mtoto wewe. Uone aibu? Wewe unaitwa mama wewe. Unamwona mwenzako ndio kwanza mbichi. Hapo ndo mkoko naanza kualika maua. Rogers, kwanza unamchelewesha nini huyu? Huyo ndo Rogers alomdanganya mke wako Ashura, akadanganyika, akachukuliwa na upepo wa shetani mbaya. Pole sana Ashura. Kusema ukweli hata mimi nakuonea huruma na najisikia vibaya sana. Lakini labda pengine ungekuwa mimi na wewe tuna mtoto, ningeweza kukusamehe kwa sababu ya mtoto. Lakini mimi na wewe Ashura hatujazaa. Hivyo mimi katika mapenzi haya sina cha kupoteza. Kama hauna wewe cha kupoteza fundi Machepe, mimi ninacho cha kupoteza. Unacho cha kupoteza? Labda nikuulize, kipi hicho ambacho unacho cha kupoteza? Ni mapenzi fundi Machepe. Nitakuwa nimepoteza mapenzi yako. Hebu kumbuka tulipotoka. Mimi na wewe tumeanza kupendana tukiwa hatuna hata kitu. Mwisho tukakubaliana kuoana kwa mahari ya siri ambayo tunajua mimi na wewe. Kwa hiyo unataka kuniambia Ashura, hii mahari ndogo ambayo ni siri yetu ndio imekuwa bakora ya kunichapia katika penzi hili, si ndio? Sio bakora fundi Machepe. Ni maisha tu ambayo tunapitia. Unajua hakuna binadamu ambaye mkamilifu. Hivi unakumbuka kuna siku kuna kitu uliniambia? Katika imani zetu za kidini kuna kiumbe ambaye anaitwa shetani. Ndio, shetani yupo na niliwahi kukwambia kuhusu hicho kiumbe. Imani zetu zote za kidini zinamzungumzia kiumbe huyu. Sasa fundi Machepe, katika hili jambo letu au huu mtihani wetu, unataka shetani huyu ashinde? Hapana, mimi sitaki shetani ashinde. Fundi Machepe, mimi na wewe tunatakiwa turudiane. Na tusiporudiana tutazini. Tukizini shetani atakuwa ameshinda. We mweuni, mimi nizini na wewe? Ashura, tafadhali sana, chunga heshima yako. Mimi na wewe tumeshaachana. Kwa hiyo mimi siwezi kuzini na wewe. Mimi nina msimamo. Acha uongo fundi Machepe. Kabla mimi na yeye hatujaoana, hatukuzini. Hebu hapa kwa Mungu wako, hatukuzini. Sasa hapo umekusudia kusema nini? Acha ujinga fundi Machepe. Hebu nipe funguo na hela kidogo nikakupikie. Sasa nisikilize vizuri. Funguo ninakupa, lakini hayo habari ya kusema sijui ukanipikie, mimi nimeshakula chakula cha Mama G. Kwa hiyo unachotakiwa hapa cha kitu cha kufanya, wewe nenda nyumbani, hii shilingi 2000 utanunua kama fungu la samaki na unga hapo robo, songa ugali ule. Nikirudi usiku tunaongea. Kuanzia leo inabidi unifuate masharti yangu. Tena sala 5. Sala 5, umenisikia wewe? Nimekusikia mume wangu. Kama wewe utaswali, na mimi nitaswali. Haya. Hey, wanawake. Yaani Mungu ametupa mtihani mkubwa sana. Huu mtihani kabisa. Na sijui kama nitauweza mtihani huu. Ndio maana kwenye vitabu vyake amesema wanawake tuishi nao kwa akili. Nilijua mtasema asemeni. Nimerudi kwa kuandama Profesa mapenzi, mimi kwake nimeshahama. Unamwimbia nani hizo tarabu zako za mafumbo? Na kuuliza wewe,
Unamwimbia nani tabu zako za mafumbo kana kwamba hapa kuna mke mwenzio? Wifi, mimi sitaki ukorofi na wewe. Nishaudi kwa mume wangu na nimejua makosa yangu. Kwa hiyo sitaki makelele na wewe. Mume gani unayemzungumzia wewe? Wewe si umeondoka hapa kwa kashfa na ukadai talaka 3. Na kuuliza si umeachwa kwa talaka 3? Halo! Halo ya Shulabojo! Mapenzi kama daladala. Ukishuka uzio anapanda na ukisimama uzio anakaa. Habari ndiyo hiyo Mama G. Haya Shulabojo, daladala ishakuacha. Huko mwali wangu. Mbona umenyamaza kama bubu? Wewe si uliondoka kwa matashtiti hapa. Unamkashifu kakangu. Oh mzee, mimi siwezi kuishi naye. Mimi nimechoka kufua suruali za vitambaa, nataka nikafue majinsi. Kiko wapi ndugu yangu? Ajeishia hapo shoga yangu. Alikuwa analalamika bwana ana kipira. Umemwambia kakangu mimi ana kipira? Umefika mbali ya Shulabojo. Sio kwa dharau hizo na fezeo uzomwambia kakaangu. Kwa taarifa yenu, nishaongea na mume wangu na tusharudiana. Hapa tupo kanipa funguo nije nimsongee ugali nimpelekee kibaruani. Kazi kwa ni kizabizabina. Wewe si vizabizabina. Humu ndani ukai. Nakwambia humu ndani ukai. Mguu wako mguu wangu. Mpaka kibaruani kwake tutaenda kujua kama kakupa funguo au unatuongopea. Inuka. Inuka. Tena usisahau na matambara yake huko ndani. Niachieni jamani. Sikuachi. Niache. Sikuachi. Dada Zuena, kuna shida gani? Kwa nini unamshika hivyo mke wangu? Hebu muache bwana. Kaka, kama sijakusikia vizuri, mke wako huyu? Mke wako tangu lini? Usimwamwacha kwa talaka 3 kaka. Sikaondoka mwenyewe na akazidai mwenyewe zile talaka. Leo kama mke wako. Dada Zuena, so bure huyu kaka. Kama sio shuntama, basi kuna kitu kingine kaekiwa na huyo Shulabojo. Wewe Mama G, tena naomba ufunge bakuli lako. Kwanza yeye ni mwanafamilia, mpaka unaingilia mambo yasiyokuhusu. Naomba ukae pembeni. Mimi mwanafamilia kwa taarifa yako. Huyo unayemwita wifi huyo, mimi udugu wangu wakufa na kuzikana. Upo nyonyo? Wewe Mama G unamficha nini? Mwambie ukweli. Kila kitu kilichokuwa kwenye moyo wako. Mwenzio anapambana kuingia kwenye kile chumba ulichoondoka wewe. Wewe si uliondoka mwenyewe? Waache nzio waingie. Habari ndio hiyo. Shoga, ulipotaka kaza? 3 nginja tena umeziomba mwenyewe kwa matashtiti yote. Sasa hapo mpaka ukaolewa huko. Uachike ndio uje kuolewa na huyo bwana Machefe. Upo? La sivyo hapo labda muzini. Naona kama mnanipigia kelele. Hebu nisikilize nikwambie. Awe ameniacha, tuwe tunazini, tutajua mimi na mume wangu. Wewe hiyo ikuhusu. Eti mume wangu ni Machefe. Ulinipa funguo na hela nikapika ugali nyumbani. Ndiyo. Nilikupatia funguo na pesa. Sasa kwani hapa kuna shida gani? Kaka, aoni kama kuna shida? Mtu aliondoka mwenyewe kwa kashfa na fezea nyingi mtaani. Leo nataka kumrudisha au umekuwa shirika la msaada kakaangu? Hapana, mimi sio shirika la msaada dada. Lakini katika dini yetu tunafundishwa imani. Ninachofanya hapa mimi namuonea tu huruma kwa sababu huko kwa mjomba wake amefukuzwa. Alafu yule mwanamume yule, Rogers, yule afaluku kweli malhuni. Ana wanawake kibao. Sasa hana pa kwenda unapomuona hapo. Kwa hiyo mimi nimeamua nimsaidie kama mwanzo nilivyomsaidia. Hapana kaka. Mle ndani akai. Leo anaondoka. Anapo pa kwenda na anapajua anapokwenda. Tuondoke. Tuondoke. Alo ya Shulabojo. Mapenzi kama daladala. Ukishika uzio anapanda, ukisimama uzio anakaa. Bwana Machefe, Mama G nimejipanga. Tena nimejipanga kivingine hasa. Iwe jua, iwe mvua, iwe mchana, iwe usiku, kile chumba lazima niingie. Wanawake?
Yaani wanawake wana visa kwelikweli. Yaani huu ni mtihani mzito kwa sisi wanaume. Wanawake. Mwanamke amemshinda Adam katika bustani ya Aden. Kazi nayo fundi Machepe.